Ndugu zangu waandishi wa habari katika ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Songea, na hapa mpo katika ofisi ya Katibu Tawala wa Wilaya ya Songea. Ninaitwa Mtela Alamu Mpamba, ninahudumu hapa katika ofisi hii kama Katibu Tawala wa Wilaya hii ya Songea, na nawakaribisha sana ndugu zangu. Wilaya yetu ya Songea ni wilaya ambayo inakuwa kwa kasi sana, na takwimu zinaonyesha kwamba ni wilaya ya 5 Afrika inayokuwa kwa kasi, sio kwa Tanzania tu, kwa Afrika. Na nyinyi mmekuwa ni mashahidi. Miaka mitatu iliyopita Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kufanya hapa tamasha kubwa sana la utamaduni, na alipofanya hapa tamasha la utamaduni 2023 kulikuwa na malalamiko makubwa sana ya watu kuweza kushindwa kupata malazi kuweza kulala katika hoteli, lodge, guest na apartment ambazo huwa zinakodishwa. Lakini kwa sasa Mheshimiwa Rais akifika katika mkoa wetu, na ameshawafika 2025, lakini amefika mara 2 zaidi ya ile baada ya kufika baada ya kufika 2023 alifika tena hapa Songea mara 2 zaidi. Kwa sasa hata aje Mheshimiwa Rais, lakini pia aje na viongozi wengine. Kifupi tunaweza tukahost, yani viongozi hata wa nchi kadhaa katika wilaya ya Songea, kwa sababu wananchi wa Songea wamekuwa na mwamko. Tumejenga miundombinu ya kisasa, hoteli, lodge, guest na maeneo mengine ya kuweza kupata burudani, lakini pia na kuweza furaha. Ni wapongeze sana wawekezaji, wadau mbalimbali katika manispaa yetu ya Songea na wilaya yetu ya Songea kwa ujumla, kwa kuweza kuonesha maendeleo kwa vitendo, kwa sababu hata ukisema una pesa tu mfukoni, lakini pesa zenyewe hatuzioni zikifanya mzunguko, hatuwezi kusema ni maendeleo. Kwa sababu unapojenga guest, unapojenga hoteli, unapojenga lodge, unapofungua restaurant mbalimbali kama zilizofunguliwa, maana kuna watu wameajiriwa pale, kuliko ambapo pesa ungekuwa nazo mfukoni au umefungia ndani au sehemu yoyote ulipozihifadhi. Kwa tunawashukuru sana wadau wa Songea kwa kutushika mkono kama serikali na kutoa kimasomaso. Kwa sasa akija mgeni wa aina yoyote hatuhangaiki kuhusiana na baraza ya kutosha. Lakini nashukuru sana, ni kweli, kwa sababu Mheshimiwa Rais alipofika hapa alishangaa. Sasa aliposhangaa maana yake alitushangaa, kwa sababu anajua kabisa Wangoni wa Matengo, watu kutoka Madaba wanazo pesa. Sasa nilishangaa ni kwa nini tunashindwa kupata sehemu ya kulala, kwa sababu huu mkoa ni mkoa wa watu ambao ni matajiri, ambao ni wawekezaji wakubwa, ni wakulima, wanazo pesa, sio wabaishaji. Kwa hiyo tulichofanya na sisi tulichukua ile kauli, na sisi tulianza kuhamasisha wananchi, jamani, tufanyeni hiki na hiki. Biashara sio kununua mahindi tu, ambazo ni biashara zetu za kiasili sisi watu wa mkoa wa Ruvuma na watu wa Songea kwa ujumla. Kwa hiyo tukamwambia tunaweza tukawekeza hiki na hiki, na fursa ipo. Kwa nini ipo? Huu hii ndio wilaya inayokuwa kwa kasi sana katika bara la Afrika. Kwa hiyo tuna fursa, wageni wengi wanafika hapa, lakini wanashindwa sehemu ya kulala, wanashindwa sehemu ya kupata viburudisho, wanashindwa kurelax. Kwa hiyo wananchi nao wakaitunga mkono, kwa sababu sio serikali iliyojenga haya majengo unayoona, ni wananchi wenyewe, na ni hapa hapa Songea, na walikuwepo, sio kwamba ni wapi, walikuwepo, lakini walipopata ile hamasa wakafanya uwekezaji huo. Lakini kwa sababu sasa nao tayari wameshawekeza na serikali ikaweka miundombinu vizuri, kwa mfano airport, tumejenga airport. Nje ya kujenga airport, lakini tukajenga pia na maeneo ya abiria kuweza kusubiri, na lakini pia na atakapokuwa ameshuka pale anaweza kuongea na wageni wake akaendelea na safari. Serikali ikaweka pesa nyingi. Kwa hiyo watu wanaotoka nje ya Songea wakaona kuna fursa za kuweza kuenda Songea na usipate shida, utaenda kwa ndege na utarudi kwa ndege. Na kama unavyojua kwa sasa tuna mara 4 kwa wiki. Ilikuwa ni mara 1, ikaja mara 2. Kwa kila siku wageni wanazidi kuja. Tuna utajiri mkubwa sisi kama watu wa Songea, kama watu wa mkoa wa Ruvuma, hasa Makaya Mawe. Ni pesa nyingi sana na wawekezaji wengi sana wa mataifa mengi, hasa wa China wamedominate sana katika mkoa wetu, wameinvest. Na baada ya serikali kuweka miundombinu wezeshi na kutenga maeneo ya uwekezaji, TISEZA wana eneo kubwa sana wakati wametenga,
serikali imeendelea kuvutia uwekezaji. Kwa sasa tunajenga kiwanda kikubwa cha aluminium Afrika nzima, kitajengwa Songea, na tayari mwekezaji ameshaanza kujenga na watu wameshalipwa fidia. Kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo ni mkoa ambao unafunguka sana. Lakini pia ukiangalia katika mambo ya kawaida ambayo inawezekana watu wengine wasiyajue, sisi katika manispaa yetu ya Songea kuanzia Januari mpaka leo tuko Julai, watu walioomba vibali vya ujenzi wa ghorofa wako zaidi ya 150. Hawa watu wa Songea. Sio hapa tuzungumzii watu kutoka nje, hatuzungumzii wawekezaji wanaojenga viwanda. Tunazungumzia hawa unaowafahamu wewe mwandishi, wanaofahamika 150. Tuko katikati ya mwaka, lakini 150 wanaomba kujenga magorofa. Kwa hiyo ukiangalia mpaka kuja kufika 2030 tutakuwa tuko mbali sana. Watu wanaweza kufikiri ni jiji, na tunatamani kufika 2030 tuwe na vigezo vya kuwa jiji. Na vigezo vya kuwa jiji ni pamoja na uwekezaji, lakini ni pamoja na sisi kuwa wengi, na pamoja na eneo lenyewe. Mimi naona kabisa kila kitu kinawezekana. Tukichukua Mliayoyo tukaipeleka ikawa manispaa, tukichukua Matimila tukaipeleka ikawa manispaa, tukaichukua Mpandangindo tukaipeleka kwa manispaa, tukapaja hili sasa tunavyofanya sasa. Kwa hiyo hata hizo ghorofa, uwekezaji mwingine ukajengwa Mpandangindo, ukajengwa Matimila, ukajengwa Mliayoyo, tukaijumuisha pale, tunatengeneza kabisa inakuwa ni jiji la Songea.